Ndugu waandishi wa habari, watumishi wenzangu wa Hospitali ya Rufaa ya Mkoa ya Amana pamoja na wadau wote, ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa nafasi na fursa ya kukutana leo katika hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa ya Amana kwa ajili ya jambo hili la kitaifa linalohusiana na ugonjwa wa selimundu. Awali ya yote napenda kuwashukuru wanahabari wote kwa jinsi ambavyo mmeipa sifa Hospitali ya Rufaa ya Mkoa ya Amana kiasi kwamba imeonekana ni hospitali ambayo inaweza kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya kitaifa ya ugonjwa wa selimundu katika nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, ugonjwa wa selimundu au kwa Kiingereza sickle cell ni ugonjwa ambao watu wanazaliwa wakiwa wamepata ugonjwa huo kutokea kwa wazazi wao. Ni ugonjwa ambao unatoka kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kwa kupitia vinasaba. Na ni ugonjwa ambao unashambulia chembe nyekundu ya damu kwa kuifanya ifanane kabisa na mundu ambao unatumika kwenye mashamba, kwenye maeneo ya kilimo, na hivyo ikapata jina kuwa ni ugonjwa wa selimundu. Selimundu ni pale ambapo chembe ya damu badala ya kuwa na umbo lake la duara inakuwa na umbo kama mundu, na hivyo inashindwa kutimiza majukumu yake na kupenya vizuri katika mishipa ya damu, na hivyo kuathiri usafirishaji wa hewa safi pamoja na vitu vingine katika damu kupeleka kwenye chembe hai ya kila sehemu ya mwili, na hivyo kumsababisha mgonjwa mwenye selimundu kupata changamoto ya maumivu makali na pia kuweza kushambuliwa na magonjwa mengine mbalimbali. Kwa takwimu zetu za kidunia, selimundu ni ugonjwa ambao unaathiri mamilioni ya watu, na kwa upande wa Tanzania katika hali ya kidunia ni nchi ya 5 kwa kuwa na wagonjwa wengi zaidi wa selimundu, na ni nchi ya 4 barani Afrika kwa kuwa na asilimia zaidi ya 20 ya wagonjwa wenye selimundu. Hivi ni tatizo ambalo ni kubwa, na ugonjwa huu umeathiri zaidi wakazi wa maeneo ya kanda ya Ziwa na hata hapa kwetu upande wa Dar es Salaam, kwa sababu ni eneo ambalo watu wa jamii tofauti wanakutana katika jiji la Dar es Salaam. Basi ugonjwa wa selimundu ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanawaathiri wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Ndugu wanahabari, maadhimisho ya siku ya selimundu duniani yanafanyika kila tarehe 19 ya mwezi wa 6, na kwa mwaka huu kitaifa yatafanyika katika hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa ya Amana siku ya kesho. Na siku ya kesho kutaambatana na zoezi zima la kupima watoto, watu wazima, kuangalia kama wanabeba vinasaba vya selimundu, na wale ambao wana ugonjwa wa selimundu watapata nafasi na fursa ya kupata matibabu kwa kukutana na madaktari bingwa. Kama unavyoona upande wangu wa kulia yuko daktari bingwa wa magonjwa ya mfumo wa damu, na upande wa kushoto yuko Dr. Grace Mhando ambaye ni daktari bingwa wa watoto. Kwa sababu ugonjwa huu sana unaathiri watoto sana, kulingana na takwimu za hapa Hospitali ya Rufaa ya Mkoa ya Amana, ambao huduma za sickle cell au selimundu zimeanza kwa kipindi cha miaka 17. Tunamkumbuka marehemu Dr. Duola, daktari bingwa wa watoto, alianzisha kliniki maalum kwa ajili ya watoto wenye selimundu, na kwa kupitia kliniki hiyo tumeweza kuwa na wagonjwa takriban 704 mpaka sasa. Na hivyo basi, endapo kila mmoja atatamani au atapata fursa ya kupima afya yake, kujua kama ana vinasaba vya selimundu kabla ya kuingia kwenye mahusiano ya kifamilia, anaweza kabisa kuzuia uwezekano wa kuzaa watoto wenye changamoto ya selimundu. Na kwa watoto ambao wameshazaliwa tayari na selimundu, basi fursa ipo ya kuhakikisha kwamba wanapata huduma na matibabu katika vituo vya afya vya umma na binafsi. Na kwa kipindi hichi ambapo serikali imewekeza sana, kwa mfano hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa ya Amana kwa kipindi cha miaka 17 tumekuwa tukitoa huduma hii. Napenda kutumia fursa hii kuwasihi wanahabari, mtumie fursa yenu na nafasi yenu kutenga angalau muda wa dakika 5 kila mnapopata fursa kuelimisha jamii kuhusiana na mambo ya msingi yanayohusiana na afya. Ni mara nyingi sana waandishi wa habari mmefahamika kama ni mlango wa fahamu wa jamii. Hivyo basi mkitumia vizuri kalamu zenu, kamera zenu na ndimi zenu, mnaweza kuifikia jamii pana kabisa na kubadilisha kabisa upepo na mtazamo wa watu kwamba ugonjwa wa sickle cell hautokani na imani za kulogwa au mambo ya kijamii, badala yake ni jambo ambalo linaweza kusababishwa na pale ambapo watu wenye vinasaba vya selimundu watakapooana na kuzaa mtoto ambaye ana selimundu. Kulingana na takwimu tulizonazo na za kidunia, asilimia zaidi ya 75 ya watoto wenye selimundu huwa wanafariki kabla ya kufikisha umri wa miaka 5.
Ndio maana wengi wao hawafiki umri wa watu uzima. Na kinachochangia zaidi ni kwamba wazazi wanashindwa kujua ni nini kinachomuuma mtoto, na mara nyingi wanawapeleka katika tiba mbadala ambazo kwa kiasi kikubwa hakiwezi kuondoa tatizo. Hivyo basi tunawasihi mtumie nafasi zenu kutenga angalau dakika 5 kwa siku kuelimisha jamii kuhusiana na magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika kabisa. Mtoto anayezaliwa na tatizo la selimundu inaonyesha kwamba ni tatizo lake la maisha. Labda tu itokee fursa akapata bahati ya kupatiwa matibabu ya kupandikiza uboho, au tunawasema pale wanasema kuweka bone marrow. Na huduma hii kwa sasa inapatikana katika nchi yetu pale hospitali ya Benjamin Mkapa. Na hii gharama ya kupandikiza uloto au uboho kwa mtoto ambaye ana selimundu ni takriban shilingi milioni 75 za Kitanzania. Na kila mwaka zaidi ya watoto 4,000 wanazaliwa na tatizo la selimundu katika nchi yetu. Ni dhahiri kwamba hatuwezi kabisa kama taifa kuweza kuwagharamia watoto hawa matibabu. Kwa sasa matibabu ya sickle cell yanapatikana hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana, na dawa maalum kwa ajili ya kupunguza maumivu na kuzuia kuongezeka kwa tatizo la sickle cell au changamoto inatokana na sickle cell zinapatikana, zinaitwa hydroxyurea. Kwa bahati mbaya sana, kati ya wagonjwa wetu 704 ni 45% tu ndio wanaweza kutumia dawa hizi, na sababu kubwa ni kwamba hawawezi kumudu gharama za kutumia dawa hizi. Nje ya dawa hizi za kuhakikisha kwamba wanapunguza madhara ya sickle cell, bado viko vipimo vingine ambavyo wanapaswa kufanya mara kwa mara ya kuhakikisha kwamba dawa ile haileti madhara, na pia kuangalia jinsi ambavyo mwili wao unaweza kukabiliana au nakubaliana na dawa ambayo wanaipewa. Hivyo tunaamini kabisa kwa ugonjwa huu kuzuia ni rahisi zaidi kuliko kutibu. Kwa tunaomba tuwasihi wananchi wabadilishe mtizamo na mtindo wa maisha, tuwe na tabia ya kupima afya zetu. Watu wengi sana mara nyingi wanapoambiwa waje kupima afya zao pasipo kuugua, wanasema kuna sababu gani ya mimi kupima afya wakati siumu? Lakini inawezekana kabisa ukapima afya ukagundua kwamba umebeba vinasaba ambavyo vinaweza kuleta madhara kwako au kwa watoto ambao wanaweza kuwazaa. Watu wengi sana hawajui hata makundi yao ya damu. Na mara nyingi hata pale ambapo inafika wanafunzi wanajiunga na shule, wanaposema kwamba serikali imeweka mpango kwamba watu wapime kwanza vitu kadha wa kadha kabla ya kujiunga na shule au vyuo, lakini mara nyingi watu wanajaribu kukwepa. Lakini upimaji ule ni wa muhimu sana. Na zaidi sana niseme kwamba siku ya kesho mgeni rasmi anatazamiwa kuwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya, kulipa uzito swala hili kuhakikisha kwamba tunapata fursa ya kuzungumza na wananchi wa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania kuhusu kujenga uelewa na utayari wa watu kuchukua hatua ya kupima, kujua kama wana vinasaba vya sickle cell au la. Na pia tulijenga utamaduni wa watu kwamba kabla ya kuoana basi angalau waweze kufahamiana, hata kuchukua angalau taarifa kidogo, kujua kwa mwenzi wako kama kuna mtu ana tatizo la sickle cell au selimundu. Mkishaanza kujua kama kuna jambo kama hilo, basi mfike hospitalini mpime, ili kiwezekana basi yale mahusiano yaishe mapema kabla ya kufika mahali ambapo tunaweza kuzaa watoto ambao wanaweza kuwa ni changamoto kwa wenyewe, wanapata changamoto, lakini pia mzazi wakati wote mtoto wa sickle cell hawezi kuamua wakati gani ataugua. Iwe ni usiku, iwe ni mchana. Kwa muda mwingi sana unaweza kujikuta kwamba unatumia kufika hospitalini. Kwa tunaomba waandishi wa habari jiunge nasi na siku ya kesho mje muweze kuchukua habari hizi kwa usahihi, muwahoji wananchi, muwahoji watu wa huduma, ili jamii ipate taarifa sahihi kutoka kwa wataalamu ambao wanaweza kuisaidia jamii. Kwa maana tuna takriban wagonjwa 704 wenye selimundu ambao wanahudhuria kliniki hapa kwetu. Na kati ya hao 85% ni watoto chini ya miaka 18. Kuhusiana na dalili za ugonjwa wa sickle cell, kuna dalili zile za awali ambazo ni za jumla kwa watoto wengi huwa wanazo. Dalili ya kwanza ni homa za mara kwa mara, kwa sababu ugonjwa wa selimundu unafanya mtoto anakuwa na kinga duni. Lakini pia licha tu ya selimundu, watoto wenye umri chini ya miaka 5 wao pia tunatambua kwamba changamoto ya kinga yao inakuwa bado haijakomaa. Kwa hiyo yote inapelekea kinga yao kuwa chini na kuwa ile hali ya kupata maambukizi nyemelezi kwa urahisi. Kwa hiyo dalili moja wapo zile homa za mara kwa mara. Lakini pia dalili nyingine ni maumivu ya mara kwa mara. Kwa watoto wadogo chini ya miaka 5 mara nyingi wanapata maumivu kwenye mikono na miguu, lakini pia kuvimba mikono na miguu, tunaita dactylitis. Dalili nyingine pia ni upungufu wa damu. Sababu ugonjwa wa selimundu ni ugonjwa ambao unapelekea
hali ya damu kuvunjwa, sana sana chembechembe nyekundu ya damu. Kwa hiyo ile hali ya chembechembe ya damu kuvunjwa inaondolewa kwenye mzunguko wa damu na kufanya upungufu wa damu. Kwa hiyo inawezekana pia wakapresent na dalili wakaja na dalili za upungufu wa damu kama kuchoka, kuwa mweupe kwenye ngozi ya mwili na kwenye macho, kutokuwa vizuri, lakini pia kwa watu ambao wanaweza kujielezea nakwambia nachoka sana au mapigo ya moyo yanaenda kasi. Dalili nyingine pia ni manjano kwenye macho, kwa sababu ni ugonjwa ambao unapelekea hali ya kuvunjwa kwa damu. Kwa hiyo unaweza kupata manjano kwenye macho, ingawa si lazima iwepo. Ikiwepo inaashiria kwamba ile kasi ya kuvunjwa imeongezeka. Dalili nyingine inategemea na sehemu gani ya mwili imeathirika, kwa sababu ugonjwa wa sickle cell unaathiri mwili mzima kuanzia kichwani mpaka mguuni, na chanzo kikuu ni kwamba mabadiliko ya umbo la sickle cell inafanya hii chembechembe iwe rahisi sana kuganda kwenye mishipa midogo ya damu, lakini pia damu inakuwa nzito, kwa hiyo haisafiri vizuri kwenda eneo husika. Kwa hiyo sehemu ambayo haipati damu vizuri inaweza ikaathirika. Zile seli ambazo ziko pale zinakufa taratibu na kupelekea ile sehemu kutofanya kazi vizuri. Kwa hiyo dalili inategemea imetokea wapi. Ikitokea kwenye ubongo inaweza akapelekea na mtoto akawa na dalili za kiharusi. Kiharusi ambayo tumezoea sana kinatokea kwa watu wazima na wale wenye magonjwa sugu kama pressure na sukari. Lakini kwa watoto wa sickle cell inaweza kutokea kwa sababu hiyo. Lakini pia inaweza kaathiri moyo, akapata moyo kama ukatanuka kwa mkubwa, lakini ikapelekea moyo ukafeli pia. Ikaenda kuathiri figo, ikasababisha figo kufeli, au ini na bandama pia kuvimba, ambao ni dalili pia ya watoto wadogo chini ya miaka 5. Lakini pia shida ya misuli na mifupa, akapata maambukizi kwenye mifupa kwa sababu inaitwa osteomyelitis, kwa sababu tu ya damu haisafiri vizuri kwenda kwenye sehemu za mifupa, lakini na vidonda sugu kwenye mwili, sana sana sehemu za pembezoni kama miguuni. Anaweza kupata kidonda kikachukua muda pia kupona, ni kwa sababu damu haisafiri vizuri kwenda eneo husika. Kwa hiyo ni sehemu za ni baadhi ya dalili ambazo tunaweza zikatokea kwa ugonjwa wa sickle cell. Lakini kwa upande wa nini tunafanya kama maana, especially kwa upande wa wajawazito, kuna ukiacha tu hii tarehe 19 mwezi wa 6 ambapo ni maadhimisho ya kidunia ya ugonjwa wa sickle cell, lakini kuna mwezi mahususi mwezi wa 9. Mwezi wote huwa ni mwezi wa uelimishaji wa sickle cell. Kwa hiyo sisi kama Amana huwa tuna program ya kupita na kuelimisha kwenye vituo ambavyo wagonjwa na kuwepo, kwa upande wa watoto, kwa upande wa wajawazito na sehemu nyingine mbalimbali za hospitali. Lakini si hivyo tu, huwa tunatoka pia nje, kwa sababu hii elimu inatakiwa ifike sehemu kubwa pia, kwa sababu lengo ni kutambua mapema, kupata matibabu na mapema na kuzuia madhara yatokanayo na sickle cell na vifo vitokanavyo na sickle cell. Kwa hiyo huwa tuna program ya kutoka nje ya hospitali kwenda kwenye vituo vidogo ambavyo viko ndani ya municipality ya Amana ya Ilala, lakini pia na sehemu nyingine kama za ibada na chuoni, vyuoni, ili kupeleka elimu kwa watoto wadogo, wanafunzi wapate kujua ugonjwa wa sickle cell ni nini, kupima afya zao mapema na kuchukua hatua mapema. Kwa hiyo kwa upande wa sickle cell, kama sickle cell una hali ya kuwa umebeba vinasaba, ambapo unakuwa umelisi vile vinasaba kwa mzazi mmoja, aidha baba au mama. Lakini unaweza kuwa na hali ya ugonjwa kamili wa sickle cell ambao lazima ubebe nusu ya vinasaba kutoka kwa baba na nusu ya vinasaba kutoka kwa mama. Huyu mwenye kubeba tu vinasaba kutoka upande mmoja anakuwa hana dalili yoyote ya ugonjwa wa sickle cell, kwa maana anaishi maisha yake ya kawaida, hatakuwa na upungufu wa damu wala athari yoyote kwenye chembe nyingine za damu. Kwa hiyo atakuwa ni mtu wa kawaida kabisa, anaishi maisha yake ya kawaida. Kama ni kwenda shule kufanya kazi zake, anafanya kazi kama kawaida. Atajua tu endapo anaenda kufanya check up. Lakini kwa kuwa hatuna ule utamaduni wa kufanya check up mpaka tutakapoonyesha dalili za ugonjwa, ndio pale tunakuja kushangaa wazazi wamepata mtoto wa sickle cell, wanaanza kujiuliza mbona upande wetu wa baba na mama kote tumeuliza kwa mashangazi, wajomba, lakini hakuna mume yote ambaye mwenye dalili hizo na ugonjwa huo. Ndio maana sasa tuna hii kampeni ya kupima, kufanya check up mapema, especially kwa hao ambao wako kwenye mahusiano na wanataka kuingia kwenye ndoa, ili kufanya maamuzi sahihi, sema informed decision, kwamba tunatambua hali zetu, tunafanya maamuzi haya baada ya kupata
kujua hali zao, lakini na kupata taarifa kuhusu ugonjwa wa sickle cell. Kama ni ugonjwa huko kwa baba, unawezaje kwenda kwa mtoto? So huu ugonjwa ni ugonjwa wa vinasaba. Ni kwamba baba anakuwa na vichembe-chembe vya kuzaliwa navyo kwenye genes zake na mama anakuwa na vichembe-chembe. Kwa hiyo ni ugonjwa wa vinasaba. Ndio maana kama mlisikiliza vizuri, daktari alisema ni vizema kupima awali kabla ya kuamua kuishi pamoja kama mke na mume. Kwa hiyo endapo ikitokea baba ana vichembe-chembe au vinasaba vya huu ugonjwa wa selimundu na mama anavyo, wanapoweza kuishi pamoja wakamzaa yule mtoto, basi atatokea mtoto ambaye anaweza kuwa amebeba vichembe-chembe au ana ugonjwa wenyewe. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unarithi kutoka mzazi kwenda kwa mzazi na kwenda kwa mzazi mwingine. Ili mtoto aweze kupata, basi wazazi wawili wenye vinasaba au vichembe-chembe vya ugonjwa wa selimundu wakikutana wakaweza kutoa mtoto, anaweza kawa na ugonjwa au akabeba vichembe-chembe. So mtoto akisha kuwa na vichembe-chembe au akabeba ugonjwa kabisa, ukuaji wake utakuwa na changamoto. Kama tunavyojua kwenye kukua mtoto kuna kukua kimwili, lakini kuna kukua kwa maendeleo. Kwa hiyo ukuaji wake wa kimaendeleo kama alivyosema daktari awali wa damu utakuwa na changamoto, hasa kwa sababu damu tunategemea ndio ibebe virutubisho, damu izungushe oksijeni na kila kitu. Lakini ikiwa na changamoto, basi kila stage ya ukuaji wake itakuwa na changamoto. Na pia tunajua kabisa kwa kawaida watoto chini ya miaka 5 wanapata changamoto mbalimbali pamoja na kuwapatia kinga, lakini kinga zao zinakuwa hazijaimarika. Sasa ukiwa na ugonjwa huu, basi itaendelea kuzoofisha ile kinga ambayo mtoto anayo. Kwa hiyo kufika miaka 5 inakuwa ni changamoto, kwa sababu mara kwa mara atakuwa anapata maambukizi ya vitu mbalimbali au atakuwa anapata shida ya changamoto yenyewe ambayo ameipata kutoka kwa baba na mama.